kuna mtu amewasha mic hapo, aizime kwa sababu nakuwa najisikia mara mbili, hatutafanya vizuri sana. Haya. Asubuhi nimewatumia hii setup kwenye group Ndio, niliwatumia ndio. setup hii kwenye group. Then bila shaka kila mmoja ameingia na anatengeneza faida kwa sasa, na wengi wao nimewaambia wapunguze wapunguze order sokoni, kwa namna ambavyo mambo yanavyoenda. Nimewaambia wapunguze order sokoni. Sasa ni nini ambacho nimekiona? Kuna vitu fulani ambavyo vinaonekana. Alright, kuna vitu, acha nimjibu kwanza huyu jamaa wangu hapa. Sasa niliwaambia wapunguze order sokoni kwa sababu ya vitu fulani fulani, tutaenda kuviona hapa. Sasa katika mazingira haya tunaangalia hiki kitu. Njoo uone katika vitu fulani. Naomba nitoe kwanza analysis hizi, nazitoa hapo. Njoo kwanza hapa, let us say tuanzie kwenye time frame ya 4 hours. Naomba unisikilize kwa umakini ili nisikuache. Right, tunaelewana hapo Naomba nianzie huku. Right, kuna mtu ndo anaingia sasa hivi. Tuwe tunawai ili tusileteane disturbance. Right, sawa sawa Haya, huyu ni GBP USD, pound USD. Sasa kama huyu ni pound dollar. Sasa katika mazingira haya tunaona kwamba ni namna gani alikuwa anatembea. Sawa sawa. Ukimwangalia vizuri ni kwamba ameshavuka vihunzi fulani fulani, ambapo sisi tegemeo letu kubwa tunataka kumuona akija katika around this area, kwa sababu ndo kuna demand kubwa, yaani aje mpaka katika haya maeneo hapa chini. No matter atahiti kwa namna gani, lakini atatuletea vitu fulani hapo, kwa sababu ukimwangalia ni kwamba huyu jamaa ametokea huku chini. Ametokea huku chini. No matter utahitaje, kuna mwingine ataita hii ni change of character, kuna mwingine ataita BMS, whatever wewe unaionaje, ila inakuletea maana. Sawa sawa Sasa ukija katika haya mazingira utamuona kwamba nimedili na major structures, kwa sababu sokoni tuna structure mbili ambayo tuna minor na nini, tuna minor na major. Sasa hizi ninazoziweka tuseme ni major, ni zile structure kubwa. Hii ni BMS, lakini naiwekea hii structure. Nadhani utanielewa hapo, kwa sababu kwenye marking zangu sijaiweka. Sasa ukija kuangalia katika hii point, let us say tuiweke, sijui tufanyaje. Anyway, watu watanielewa tu. Hii naiacha kama ilivyo, but it is a BMS. Alright. Sasa ukija katika hizi point utamuona kwamba hiki kitu kinaonekana kuwa ni fake out. Yaani hii inaonekana kuwa fake out katika hii point, kwa sababu alifunga ndani ya structure. Alifunga ndani ya structure. Sasa ukija kuangalia hapa ni kwamba amekutengenezea hapa katika hii point hapa. Amekutengenezea BMS katika hii point. Katika point hii, naomba unisikilize vizuri sana, kwa sababu point yangu inakuja hapa. Alafu huku anakuja kutengenezea change of character nyingine katika hii point. Anakutengenezea nyingine hapa. Alright. Nimedili na major, naacha na structure ndogo ndogo. Kuna mwingine angemaki hii. Alright. Na kutengenezea zile nani. Sasa katika mazingira haya, mazingira tunasema mazingira kama haya ni mazingira ambayo yanakuwa yanakuonyesha. Kwa mfano, mazingira baada ya kuvunja hapa ni mazingira ambayo yalikuwa yanamfanya kila trader aanze kutafuta sehemu ya entry.
baada ya kuvunja katika hii point, ambapo angetafuta a main structure ambayo imesababisha kuvunja hapa ili niingie. Basi na shaka kila mmoja aliingia hapa. Sasa baada ya hapo tuachane na huku kwenye huko nyuma. Tunakuja hapa, tumeshapata change of character katika hii point. Manake ni mazingira ambayo yanamfanya kila trader aanze kutafuta sehemu ya kufanyaje, ya kufanya entry, kwamba mimi niingilie wapi. Sawa sawa. Sasa kama umeshapatiwa kitu cha namna hii, unakuja kuangalia kwamba huyu jamaa baada ya kufika katika hii point, baada ya kunipatia hii change of character, amekuja kurudi ndani inside baada ya kutengeneza head and shoulder. Yani hapa kuna head and shoulder, kama unaona vizuri kuna head and shoulder hapo, then market imeenda. Sawa sawa, hiyo hapo. Sawa sawa. Sasa kama amekutengenezea head and shoulder hapa alafu akaenda, unakuja kuangalia kwamba amerudi inside FVG, yani amerudi ndani ya void region. Alirudi ndani ya void region. Sasa hii ndani ya void region, kwa nini nimewaambia watu wapunguze order? Kwa nini nimewaambia watu wapunguze order hapo? Ukija kuangalia kwamba wakati anavunja hapa juu, anatutengenezea hiki kiBMS hapa juu hapa. Sawa sawa. Unakuja kuangalia kwamba swing formation law ambayo ilikuwa ya mwisho ilikuwa ni hii hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo tulitegemea atabehave, yani anapotoka hapa abehave hapa, then arudi wapi? Arudi juu. Lakini hatima yake amekuja kuvunja katika hii point. Amevunja na ameacha void kubwa, yani kuanzia katika hii point mpaka katika hii point hapa chini. Ameacha imbalance kubwa. Tunasema ameacha insufficient ya market kubwa katika hilo eneo. Sasa ni kitu gani ambacho unapaswa kukifanya wewe kama trader hapo? Unakuja kuangalia kwamba nipo at the middle of that imbalance, nipo katikati ya hiyo imbalance, ambapo unaona kwamba naweza nikapata rejection ndogo endapo kwenye time frame ya chini itaniruhusu kupata hicho kitu. Sasa angalia hapa, sisi tulitegemea kuona kwamba katika hii point, wakati hii market ipo huku juu, tulitegemea kwamba hii itakuwa ni liquidity buy katika hii point. Katika point hii tulikuwa tunaona kwamba ni liquidity buy, ni bullish liquidity. Ni kweli aliobey, yani kwamba market ilifika hapa ikahiti ikaenda juu, lakini ikaja ikavunjwa katika hii point. Kwa tunategemea hii market inapotoka huku chini, licha ya yote yaliyotokea, manake market ije ifanye rejection katika hii point, ifanye rejection katika point hizi. Sawa sawa, yani ihiti katika hili eneo. Lakini ukiangalia hii market bado iko chini. Ndio maana nimesema watu wapunguze order sokoni. Alright? Tunaelewana hapo? Kuna watu ndo wanajoin sasa hivi. Akia nani? Tuwe tunawahi, right? Tukiwahi mambo yanakuwa mazuri zaidi. Haya. Kwa hiyo tulitegemea kwamba market yetu ije ihiti hapa. Lakini sasa ukiangalia, kwa sababu tunasemaga kwamba ile liquidity ambayo imevunjwa na tulitegemea hold hiyo market, yani tulitegemea kuona, kwa sababu market ikiwa inatembea katika mstakabali huu, hii sasa ni changamoto. Hii ni changamoto ya watu wanaochelewa kwenye market, kwenye meeting. Huyu mwingine ndo anaingia, sijui ni nani. Nitafanyaje? Nitawaignore niendelee? Lakini pia ni dhambi, haitakuwa nzuri sana. Kwa kuwa amechelewa labda kwa sababu zingine sio mbaya. Sawa sawa. Irudie faida ya wote. Sawa. Haya, sasa Roku hii market ikiwa imeshafanya hiki kitu, ikiwa imefanya kitu cha namna hii,
Alright, tunategemea kwamba kwa sababu imeshaniachia hii swing, yani imeshatengeneza, acha nitumie hii, imeshatengeneza hapa, yani imeshavunja katika hii point. Kwa hiyo tunategemea kuona kwamba hapa ndani pawe na liquidity ya kuihandle. Yani kama patakuwa na liquidity hapa, kama hapana liquidity, manake hii market ikitoka huku juu itapita kama upepo hapa. Lakini kama kutakuwa na liquidity ya kuihandle hii market, ya kuihold, manake tunategemea kuona kwamba hii market itakuja hapa katika hii point, yes, then hii market itaenda huku juu. Ndio kitu ambacho tunakuwa tunafanyaje, tunakitegemea. Sasa basi, hii market ikifanya vinginevyo, yani tukaona kwamba hii market ikafanya kinyume na hapo, unategemea tutategemea kuiona market ikitengeneza kitu cha namna hii, kwamba kwa sababu pana liquidity hapa, if you are in, mute your mic. Yani ukiingia hapa zima mic yako, otherwise uwe na swali au uwe na cha kuongea, right? Au nikiuliza swali ndo unaweza kujibu kama upo kwenye makelele. Kama upo sehemu tulivu, acha kama ilivyo. Sasa katika mazingira haya unakuja kugundua kwamba market yangu inatakiwa irudie hapa na iende. Lakini kama patakuwa na zero liquidity, hapana liquidity yoyote, manake hii market hapa itapita hapa kama upepo, itavunja katika hili eneo. Sasa katika mazingira haya ndo kitu ambacho tulikuwa tunakitegemea hapa. Market ilireact kwenye liquidity, lakini haikuja kutimiza matakwa ya kuja kubreak ile previous information high ambayo ilikuwa ni hii. Wakati tutategemea kwamba ikihiti hapa basi itaenda wapi? Itaenda huku juu. Lakini mwishowe imekuja kuvunjwa. Sasa imekuja kuvunjwa, tunategemea kwamba ile liquidity ambayo imevunjwa, hata sasa kwa mfano, hii market hapo pana liquidity katika hii point. Lakini market imekuja imereact namna hii. Sawa, imekuja kureact kupanda once again, then inafika katika around this area here, then market inakuja inavunja. Tunasema the broken liquidity should be the entry of the market in the opposite direction of that trade. Kwamba kama nilikuwa na buy, manake hiyo entry itakuja kuwa ya kuseli. Yani hapa nilipokuwa nimeweka trade yangu ilikuwa ni ya kuseli, ya kubai, then itakuja kubadilika kuwa ya kuseli kwa sababu ile liquidity imeshakuwa imevunjwa. Manake kama ilikuwa ni supply, kama ilikuwa ni demand, inageuka kuwa supply, na kama supply basi itageuka kuwa demand. Wewe ambaye umewasha mic yako na upo kwenye kelele, nitakutoa kwenye meeting kwa sababu unachanganya. So katika eneo hili hapa, katika hili eneo tunategemea hii market kuparudia in terms. Sometimes market huwa inafanya kitu cha namna hii, inafanya hiki kitu, then hii market inafanya hiki kitu kabla haijafika kwenye required liquidity, then inafanya hiki kitu, inafika kwenye liquidity kamili, then inafanya kitu cha namna hii. Hii market huwa tunaita kwamba imefanya kitu ambacho tunasema inafanya vitu viwili. Inatengeneza structure ambayo tunasema mara nyingi lazima ikupe continuation kabla haijafika kwenye liquidity husika. Alafu basi turuhusu watu, mtaniwia lazima mliowahi. Sasa hatuna namna sasa. Alright, okay, hatuna namna. Ndugu yangu Vasivo, Vas, naomba uzime mic yako. Alright, so katika pointi hiyo unaona kitu cha namna hii. Hii market tunasema imefanya kitu ambacho tunasema ni crystal, ambayo inakuwa in terms of ABC, continuation structure. Hii tunaitaga ni crystal. Hapa watu huwa wanachanganya kitu kimoja, kwamba ikishavunja hapa anategemea kwamba tena ifike hapa ije irudi huku juu. Ni very rare, ni rare. Ukishajua kabisa kwamba hii ilikuwa ni continuation na tulifuata liquidity katika hili eneo, mara nyingi hii market inafikaga hapa na inakuja inavunja zote hizi mbili. Hii tunasema
imetengeneza kitu ambacho tunasema ni crystal continuation, ambayo inakuwa imetengenezwa hapo. Mara nyingi sana ikitengenezwa hapo, ukikuta kuna liquidity nyingine hapa juu, market inakuwa tamu sana, inakuwa ni tamu sana, entry yake inakuwa ni tamu sana. But remind you, leo ni Ijumaa, kwa hiyo inahitaji uwe makini sokoni, uwe makini sokoni. Kwa hiyo katika mazingira hayo sasa, katika mazingira hayo utakutana na kitu cha namna hii hapa, utakutana na hiki kitu hapa. Sasa kitu ambacho nilikuwa nakwambia, kuna watu wengine watasema mbona tumeshatengeneza kwamba tupo market imeshatengeneza, this is kama ni A, this is B and this is C, then tunategemea market iende wapi? Iende chini. Lakini hii market haijafika at a particular what? A particular liquidity. Yaani ukiangalia kwamba hii market haijafika kwenye liquidity sahihi, haijafika, ni very partial market, haijafika. Yaani hata kama ingegusa hizi bado haijafika. Kwa kitu ambacho tunakitegemea ni kwamba hii market after hiki kitu, kwa sababu hapa pana liquidity za coordinate ya time frame ya 4 hour, tutaenda kuziona hapo. Kwa hiyo tunategemea kuona kwamba hii market, kwa sababu kwenye mother time frame ambayo ni time frame ya 4 hour, kwa kuwa imeshatengeneza hiki kitu hapa, kitu ambacho tunakiona kwenye time frame ya 4 hour, kwa tunaona kitu cha namna hii, kwa kuwa imesha break katika hii point, katika point hii imeshavunja hapa in terms of liquidity hapa, sawa sawa, inaweza ikahit kwenye hizi shadow, then hii market ikaenda. Yaani kwamba tutegemea ifanye hivi kwenye hizi shadow, then hii market iende. Ndio maana TP yangu mliona kwamba sikuweka mbali, then market ikaenda chini. Au hii market ikahit kwenye body candle, hapo, then market ndio ifanyaje? Iende juu, then irudi wapi? Irudi chini. Sasa tuje tuone kwa nini mimi niliingia katika hii point. Kwanza katika point hii kulikuwa na hii void region at the middle, kwa sababu tunasema within the void region tunaangalia kwamba market kama tuseme this is a void region, kwamba market yangu imetengeneza hii void, imetengeneza void hii, alright, imetengeneza void ya namna hii. Tunasema within this candle ambayo itakuwa ni candlestick hii, kama itakuwa imetengeneza void hii, maana yake tunategemea kuona kwamba hii market at the middle hapa kwenye time frame husika, kama ni mother time frame, kwa mfano ni 4 hour, hutaona kwamba kuna rejection ambayo itakutengenezea hapa kuonyesha continuation. Utaenda kwenye coordinate zake, either kwenye time frame ya 30 minutes au kwenye time frame ya 5 minutes, ambazo ndo coordinate za time frame ya 4 hour. Then after, baada ya kupita hapo, utajikutana na kwamba hii market inaweza kukutengenezea hapa kwenye after the middle, kuhiti kwenye middle, inaweza kukutengenezea hii au any liquidity continuation hapa katika hii point. Then hii market ikishavunja hapa, nategemea tu kwamba hii market itarudi hapa, then market itaenda wapi? Itaenda chini, then itakuja kwenda chini, itavunja zile liquidity. Ndicho kitu ambacho kimefanyika hapa, kwamba market ilipofika katika hii point, kwa sababu ilikuwa at the middle of this void region, katika hii void region. Ukiangalia middle yake ni hii. Ukienda kwenye time frame za chain, utaenda kukutana na kitu cha namna hii hapa, kwamba imetengeneza continuation hapa, cell structure fulani hapa, then ambayo ndio niliyoitumia kwenye kuseli, then nikawa nasubiria matokeo, na matokeo yake imenilipa. Then njoo kwenye coordinate ya 30 minute ya 4 hours, sorry, ambayo ni 30 minute. Kwenye 30 minute nakuja kuangalia kwamba kwenye 30 minute waliniachia a very crucial detail ya msingi, ya muhimu sana, ambayo ilikuwa haina kipengele chochote cha ku restate. Yani sikuwa na kitete chochote kuto kuiamini 30 minute, kwa sababu ya kitu ambacho alikuwa ameniachia. Ameniachia nini? Ukija katika hizi point, ukija katika point hizi kwa GBP USD katika 30 minute, kwenye magrupu muwe very active, kwa sababu setup sometimes nazituma very free. Kuna wenzenu ambao wapo masterclass kule,
wanalipia, ingawa wana advantage za kufanya kila siku meeting za saa 2 kamili asubuhi. Tuna meeting ya kutafuta pips 20. Wana advantage hiyo. Kama wewe haupo huko na hauna uwezo wa kulipia hela ya kuingia, basi kwenye hizi group za free uwe active basi, ili mambo yaende sawa sawa, kwa sababu tumefanya hivyo kuweka hizi za free ili pia ziwasaidie watu ambao hawana uwezo wa kuingia huko. Alright? Sasa ukiangalia katika hii point, waliniachia hii details, waliniachia hii OB hapa at the middle, katikati ya nini? Katikati ya ile void region wanakuja wananiachia hii details ambayo inakuja kuniambia kwamba hii market itakuja kureact katika hii point. Sawa sawa, ambapo hapa nikaweka TP 2 kama mmeona kwenye group, nimekuja kuweka TP 2. Sawa sawa, maana hii market kwa kuwa ilishavunja katika hii point, TP ya kwanza nimeiweka katika hii point hapa. Alright, nimeiweka katika hii point, na TP ya pili nikaiweka katika hii point, kwamba whatever hii market ikaja kuhit kwenye hii overthrow, kwa sababu hapa kuna overthrow, hapa kuna overthrow katika hii point, kuna overthrow hapa. Alright, so kama kuna overthrow katika hii point, manake kitu ambacho tunakuja kukiona kwamba kama itavunja hapa, basi itakuja katika hii point. Sasa ni kitu gani ambacho kinafanyika baada ya kuhiti hapa? Manake hii market tunatengeneza hiki kitu kwamba market imeenda inakuja kutengeneza swing formation kubwa kama itakuja hapa, manake hiyo ndo tunasema ni ABC. Then inakuja kwenye liquidity ambayo ilikuwa ni ya 4 hour ambayo tuliiona hapa, tuliona katika hii point, na katika point hii unakuja kuangalia kwamba ilikuwa in within, manake ipo around this area, yani hili eneo lote ni region ya liquidity ya nini, ya time frame ya 4 hour katika hii point hapa, katika hii point hapa. Kuanzia hapo nilipoweka hiyo ni region ya liquidity ya time frame ya 4 hour. Kwa ni kitu gani ambacho unakiona hapa? Tunaona kitu cha namna hii kwamba kwenye within the area of liquidity of time frame ya 4 hour tunakuja kuona kwamba kuna order block ambayo ametuachia hapa na haijawa retested, na ni strong and powerful liquidity ambayo iko hapa. Kwa hiyo tunaweza tukaja katika hii point after swing out ya hapa, tunaweza tukaja mpaka katika hii point hapa ambayo itakuja kuwa ni entry yangu. Hii ni entry yangu, then hii itakuwa ni stop loss katika hii point. Then kama itakuwa ni stop loss yangu hiyo, then market yangu nitakuja kushuka nayo mpaka huku chini. Ndio nategemea kuja kuclear hii market, inakuja kuclear zote hizi, yani navunja hizi swing formation row, tunaenda kule chini. Kwa haya maeneo niliingia kwenye dakika 5 kuzisaka hizi pips, ambapo mpaka sasa hivi imenipa pips kadhaa ambazo zinatosha kabisa kuwa nazo. Hizi pips 30 zinanitosha kabisa, kwa sababu nikitumia 0.1 ninakuwa na $30. Nikitumia root size ya 1 nina $300. Alright, kwa ni wewe kulingana na akaunti yako inakuruhusu kufanya kitu gani, ni root size utakao kuwa nayo. Kuna mwingine ameweka 0.5, kuna mwingine ameweka 0.2, kuna mwingine ameweka nini, ambao ukiweka 0.5 maana kuna $150. Utaangalia hapo wewe umetumia root size ya namna gani. Then after nakuja hapa kwenye dakika 5, hata say nilikuja niliwatumia structure ya dakika 5. Kwenye dakika 5 niliweka kitu cha namna hii hapa, ambacho nilikiweka hapa, niliwawekea kwamba entry yangu iko based, orientation yangu ilikuwa hapa katika hii point. Sawa. Ukiangalia hii market ilivunja katika hii point, natoa hii ili isiwachanganye watu, naitoa hiyo. Then ukiangalia hii market, manake ilikuwa wakati inatoka huku juu ya market ilikuwa inatengeneza a tight move, imetengeneza kitu cha namna hii. Sawa, imetengeneza hiki kitu then imeenda, lakini market imekuja kuvunja katika hii point hapa. Sawa. Sasa hii market ikiwa imeshatengeneza hicho kitu, imeshavunja katika hii point hapa, manake
market yangu kama imeshavunja katika hii point hapa, imevunja hapa, nitumie hii, sorry, market yangu imeshavunja hapa. Alafu nikiangalia hii market imeniachia vitu karibia vitatu kwenye hii point. Kuna vitu vitatu. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ningekitumia ilikuwa ni hii OB hapa. Kulikuwa na OB hii ambayo ndio iliyosababisha mpaka nikavunja hapa. Kuna mtu ameitumia hii kama entry. Lakini pia kuna mtu ambaye ameitumia hii kama liquidity engineering hapa katika hii point, ambapo ndani yake kuna void. Sawa sawa. Umeona kuna entry hiyo hapo. Lakini pia kuna mtu ambaye alitumia hii, ingawa hii tunasema ni tunasema imefungwa, tunasema ni closed liquidity engineering. Kwa nini ni closed? Kwa sababu tayari walishakutengenezea nyingine hapa chini, ingawa ndiyo imekwenda kuwa obeyed. Ndio maana entry zote ambazo zimefanyika huku chini, ambayo ilikuwa ni hii hapa, ilikuwa ni hii hapa, ilikuwa ni hii hapa, zote SL yake ilikuwa ni hii hapa juu. Yaani SL zote ilikuwa ni SL yake hii hapa. Yaani SL ilikuwa ni moja. Kwa aliyeingia hapa wote SL yake ilikuwa ni hii. Kwa katika mazingira haya sasa, ndio maana nikaja mimi entry yangu nilibase katika hii point, nilibase hapa kwamba entry yangu ni hii, kwamba hii market itakapotoka huku chini itanikuta hapa na SL yangu itakuwa ni hii hapa juu, kwa sababu ni reasonable SL. Yaani nikiangalia ni reasonable, haina maumivu, kwa sababu ni pips ngapi hizo? Ni pips 5.5. Alright, ni pips 5.5, ni reasonable, ambapo nikitumia root size ya moja napoteza $50 tu, ambazo ziko ndani ya uwezo wangu. Nikitumia root size ya moja, kwa zipo ndani ya uwezo wangu. Nikiwa hapo manake nakuwa nimetengeneza dola za kutosha, ambazo kama ni pips 30, manake nakuwa na 1500 kwenye root size yangu ya ngapi? Root size yangu ya moja. Sijui mnanielewa jamani? Sijui mnanipata? Kwa katika mazingira hayo nakuwa nimeshafanya trade yangu na iachia, yani kwenye TP1 na iacha. Ikienda kwenye naweza nikaacha order kadhaa, na naacha order kadhaa, then kama itaenda tena katika sehemu fulani ambayo kwenye TP ya mwisho au ya pili, kama itakuwepo ya tatu, kulingana na trade yangu itakavyokuwa, then nafanya kama ambavyo nilifanya kwenye hii TP1. Kwa hiyo unakuwa unaenda kulingana na mazingira, kwamba hapa naweka TP kwa sababu ya hiki, naweka SL kwa sababu ya hiki. Lazima uwe na reasonable trade, uwe na trade ambayo inaeleweka. Lakini yote haya unaweza ukayapata free kabisa ukiwa kwenye hizo group na ukawa active, free kabisa unazipata. Kwa wale ambao wanahitaji kusoma na video, lakini kuna wale ambao wako Mbeya, tunaweza tukaonana, tukasoma alafu mambo yakaenda vizuri. Lakini pia unaweza ukaungana na wengine wale wa masterclass ukasoma vizuri. Lakini kwa wale ambao uwezo wao wa chini, waendelee kuwa kwenye hizi group. Vitu kama hivi, kama hapo umeshapata kitu ambacho ni free kabisa. Nadhani mimi niishie hapo, niwatakie siku njema.